hayo. Na nimeenda kwa pale kwa Polytechnic kusomea mambo ya ujenzi. Ninajua ya kwamba sana sana huwa ninafikiria kwamba baraka zangu ama yale mali na hitaji itatokana na ujenzi. Wale wengine ambao hawakupata nafasi ya kuingia kwa chuo kikuu ama kwa colleges na mambo mengine kama yale, wengine tunakufa moyo na kuona kana kwamba hatuna nafasi ya kuendelea ama kuwa kitu cha kutajika. Bwana asifiwe. By surprise niwaambie kwamba kwa jamii yenye mimi nimetoka, tumezaliwa tukiwa watoto 14. Na pia mimi masomo yangu nimesoma sana kwa sababu nimefika class 5 second term. Hiyo ndio degree nilitoka nayo ya masomo. Na nimefanya kazi nyingi. Hakuna kosi nilitoka nayo nyumbani. Hakuna hata moja. Lakini hata kama kulikuwa hivyo, nikiwa katika zile shida nilikuwa napitia kwa sababu nimekapitia yenyewe, mimi nimekapitia, nilikuwa natabiri kitu moja. Nilikuwa najua kwamba mimi Mungu aliniita, na Mungu ananijua, na ananipenda, na kuna siku nitafaulu. Bwana asifiwe. Na hata kama sina masomo, hata kama kwetu hakuna kitu, kwa sababu kanyumba yetu ilikuwa ni town. Sisi tulikuwa tumeaffectiwa na crashes ya 92, so tulifukuzwa kwenye kulikuwa tunaita kwa Kinaguka, tukaenda town. Tulikuwa tumekomboa kanyumba yenye iko na bedroom pande hii ya wazazi na ni curtain, na curtain nyingine hapa, bedroom yetu katikati ni sitting, lakini nyumba ni single. Tumelelewa pale maisha ya shida na taabu. Lakini hiyo haijazuia mimi nifungue kwangu, nitoke kwangu bila kupata urithi kwetu. Haijazuia mimi niendeshe gari langu. Haijazuia mimi, by the way, mimi ni CEO wa kampuni inaitwa Kawa Property and Developers. Niko na kampuni na nimeajiri watu. Lakini sijasoma kama nyinyi wengi wenyu. Ninakuja kuambia nguvu ya maneno. Bwana asifiwe. Nilikuwa ninatabiri, ninasema mimi kuna siku nitafaulu na nitafanya ABCD. Na siku moja nilikuwa nabeba na bodaboda ya baiskeli. Na tukiwa kwa stage nikashare na kijana mmoja, nikamwambia nilichukua driving license yangu 2010 July. Nikamwambia nimechukua hii driving license sababu nahimizika ndani yangu Mungu atanibariki na gari hivi karibuni. Na yule kijana alinichekelea sana. Kwa sababu kulingana na ile tulikuwa tunabeba mtu na shilingi 10 kutoka stage moja hadi nyingine. Kwa hivyo hata wewe ukiangalia mtu mwenye anachukua driving license atapata gari, na ile pesa yenye tunapata utaona kabisa ni kama ako na kichaa. Na yule kijana akakuwa na mawazo mazuri, akaniambia hii 1500 juu hiyo license ilikuwa 5500. Akaniambia hii pesa kama ni mimi ningekuwa nayo ningechukua baiskeli 2. Hiyo baiskeli by then ilikuwa inatoka 2500 second hand. Na hiyo baiskeli 2 ingenipea 50-50, at least hiyo ni 100 per day. Nimeongeza kwa my earning. Nitakuwa nimejipatia mileage ya kuendelea. Lakini mimi njia za Mungu alinisaidia kitambo kujua kwamba anaumba kupitia maneno. Na mimi nikiomba kitu najua Mungu anaweza kunipatia. So mimi nilimwambia hiyo ni yako, lakini mimi nasikia Mungu atanipa gari na ile ninaweza juu nikupata driving, wacha nifanye hiyo kwenye gari Mungu atatoa, ni yeye anajua. Na mimi nikafanya hivyo, nikachukua driving license, nikaenda miaka 2011, 2012 nikachukua kapikipiki ka loan, nikalipa na miaka 2. Miaka 2 kuisha nikauza ile pikipiki na nikachukua karoni kengine nikanunua gari la kwanza 2014. Miaka 4 baadaye. Kwa hivyo Mungu wakati tunatabiri na tunaongea, tunaumba mambo na Mungu anasikia. Niliambia huyo kijana hiyo wakati tulikuwa tunasemezana. Nikamwambia Mungu akuweke uhai, nitakutuma siku moja nikiwa na gari langu. Kijana alinichekelea na akaniambia hata Mungu hapendi wapumbavu kama mimi. Nikamwambia siku moja utajua si upumbavu, nitakutuma nikiwa na gari la. Ilikuwa ni maneno nilinena. Lakini baada ya miaka 4 nilikuwa na kazi za mijengo sehemu tofauti. Nilikuwa napigia yule kijana simu na mwambia kimbia kwa hadiwa fulani, peleka simiti kwa site fulani, kimbia mahali fulani, chukua chuma, peleka mahali fulani. Nikikuja jioni na teremsha kakio hivi na mlipa nikiwa ndani, akiwa pahali tulikuwa tunaongelea na kabaiskeli kake. Na nilitaka kumuuliza, wewe unataka kuwa nini? Hiyo wakati tunaongea kabla sasa ifike hapa kwa kumtuma. Na akaniambia kulingana na hii tu 10 tunapata,
labda nikae ninunue pikipiki mzee, na pengine nikiwa mkongwe na huko ninunue kanisa ni maruti. Wenye wanajua kama maruti ni kanisa, nikanakaa kamkate tu kadogo tu. Akaniambia baadaye huko akiwa mzee, kwa sababu alikuwa anaangalia ile senti tunapata. Nikamwambia nimekuhurumia, lakini Mungu anasikia maombi, atakupati. Na by your surprise, hata leo pahali tulikuwa tunaongelea ndipo anabebea na bodaboda ya kukomboa. Jua kuumba na kutumia maneno. Bwana asifiwe. Huyo kijana mimi nikimwangalia leo ninaonanga ako kwa kifungo chenye yeye alijifungia. Si kwamba ni mrevi, si kwamba ako na mambo mabaya anafanya, lakini hajui kutumia maneno. That's why nimekuja kukufunza nguvu ya maneno. Ukiwa kijana uko na nafasi mzuri sana. Na tuliambiwa jana ni the only unique stage, si ndio? Sasa ukiweza kujielewa kwa hii age yenu sasa, na uanze kutabiri mambo mazuri, na uanze kujitajia mambo mazuri ya maisha ambayo ungetamani, mimi naona nchi yetu ikiwa imebadilika pakubwa sana. Kwa sababu ni wewe tu unahitaji kunena. Unajua Biblia inasema pande hii wataanguka 1,000, pande nyingine 10,000. Mimi hiyo neno huwa ninaichukua ya kwamba wakati mimi ndani yangu ninaamini ninaweza na nitafaulu, hata community mzima wakisema haiwezekani, ninaamini hiyo community ndio 10,000 inaanguka pande hii na hiyo ingine 1,000 pande hii, na wanaona nimesimama nikiwa mshindi, wanashangilia pamoja na mimi makuu ya Mungu. Haleluya. Kwa hivyo wewe kata kauli ya kuongea ya kwamba it is possible. Be positive kwa your life. Wakati jambo limetendeka, wewe angalia uone ni opportunity gani iko pale na uitumie. Bwana asifiwe. Katika Proverbs 18 verse 21, Biblia inasema mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Haleluya. Wakati wewe unanena mauti ama unanena uzima. Sababu nimekuambia Mungu alitupatia nguvu ya kuumba. Na sasa sana sisi wanadamu huwa tunaumba kupitia maneno. Yale maneno unasema ndio yanaenda kufanya linaumbika, hiyo maneno inaumbika, inafanyika kitu ambacho wewe mwenyewe utakuja kukulia. Either ilikuwa kitu mzuri ama ilikuwa kitu mbaya. Jifunze kuongea mambo yanayofaa. Jifunze kuongea mambo yanaweza kukusaidia. Bwana asifiwe. Katika Isaia 55 verse 10 and 11, sababu muda wetu unasonga na sitaki nikule muda mwingi, Biblia inasema, maana kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali huinywesha ardhi na kuzalisha na kuchipuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula, ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu. Halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Bwana asifiwe. Unajua hii Biblia imebeba utajiri mkubwa sana hii. Lakini wacha niwaambie, hii Biblia ikiwa Biblia hivi peke yake na huo utajiri wote, haiwezi kufaidi kitu. Baka wewe mwenyewe uchukue hili neno, uliweke ndani yako, ulifanyishe kazi. Haleluya. Bwana asifiwe. Biblia imesema neno litatimiza kama haujui litakutimizia. So ninawahimiza kusoma neno na ujue makusudio yako. Makusudi ya Mungu kukuumba ilikuwa ni nini? Sababu utakuta kuna mtu anataabika, amekuwa kwa maombi kwa muda, lakini kile kitu anaombea sio ile lineage Mungu amemweka. Ile maombi naambianga mtu Mkristo, kitu ya kwanza kujiombea ni kwamba Mungu nisaidie kujielewa mimi ni nani na kujua kusudio langu pahala hapa. Bwana asifiwe. Sababu nikishajielewa na nijue kusudi langu, sasa nitashika laini ambayo ni yangu na ambayo ndio Mungu amenisaidia kuifanya, na nitafanya vile inafaa. Bwana asifiwe. Kwa sababu wakati umechukua ile lineage Mungu amekuwekea, wakati umeshaingia kwa njia na mpango wa Mungu, huwa haungangani. Bwana asifiwe. Haleluya.
Wakati uko kwa mpango wa Mungu huwa haung'ang'ani, sababu kuna nguvu ambayo inakubak. Na wacha niwaambie, kama vile tumesema kwamba Mungu aliumba mwanadamu baada ya kuumba vyote vile mtu alikuwa anahitaji, vile vile diposa wewe uumbwe na uzaliwe katika ile jamii ulitoka ama kile kijiji huko, Mungu aliangalia akaona wakati utakuwa unaishi kuna taabu itakuwa inasumbua ama kuna jambo litakuwa linasumbua mahali ambapo utakuwa. Na Mungu akaweka suluhisho ndani yako, kisha akafanya uzaliwe hiyo sehemu ili kwamba uwe msaada kwa wale watu watakaokuwa mahali pale. Shida ni kwamba baada ya Mungu kufanya hiyo kazi yote na akaleta suluhisho kupitia wewe, bado wewe hujajua ya kwamba Mungu amekuita na amekuita kuwa msaada kwa wengine. Sasa uko kwa laini ya kuomba msaada na wengine. Haleluya. Diposa nimesema tukuje tujue maana ya neno na tujue maana ya mimi kuumbwa, na ndiposa ninawaambia seek the will of God concerning your life. Bwana asifiwe. Wakati unajua mpango wa Mungu kuhusu maisha yako, sasa utaweza kufanya yale Mungu alikusudia ufanye wakati wako. Haleluya. Muda hauko karibu pamoja nasi, kwa hivyo nitakimbia. Twende wa Efeso 4:29. Ephesians chapter 4 verse 29. Biblia inasema, neno lolote lililo ovu lisitoke vinywani mwenu, bali lililo njema la kumfaa mwenye kuhitaji. Nilikuwa naongea kuhusu mtu unakuta mtu kuna shida imemkumba, na huwa hata sisi watu wenye tumeendelea kidogo tunakuwa na hiyo shida. Unakuta kuna jambo limekuwa likisumbua watu na results zinakuwa the same. Sasa hata sisi tuna adapt ya kusema ya kuwa ile mambo tunakuta ikifanyika juu tumeshuhudia ikifanyika hapo mbeleni. Ukikuta mtu akiwa katika hali ile, unakuwa na ile ya kumwambia jipange, kwa sababu watu wengi wenye wanafikanga hapa huwa hawatoboi. Bwana asifiwe. Haleluya. Unasema hii laini kulingana mimi vile naijua na experience niliyo nayo, wenye wamepitia hapa huwa hawafaulu. Lakini Biblia imesema neno lolote lililo ovu lisitoke vinywani mwenu, mbali lililo njema la kumfaa mwenye kuhitaji. Mwenye kuhitaji ni nani? Nilisema ya kwamba kuna hili jina tunaita jina la Mungu wetu, na huwa ni kutaja tunataja. Na Mungu, Biblia inasema katika 10 commandments ya kwamba usitaje jina la Bwana wako in vain. Bwana asifiwe. Wakati unaweza kuwa kuna shimo iko hapa, ama kuna jambo mbaya tu linatendeka na sasa liko out of your control, na uone kabisa ni kuangamia, unaangamia, na hata sasa wewe umekubali ni kuenda, lakini tu kwa ile tu uwezo tu wa Mungu utaje jina la Mungu. Hivyo ndivyo Mungu ako na uwezo wa kukimbia, kukuinua tena, hata kama ni mahali kulikuwa na shimo kubwa la mauti. Unajikuta ya kwamba wewe uliacha ni kuanguka, umeanguka, ukaacha mambo imeisha, lakini unajipata umekanyanga mahali pakavu, mahali ambapo sasa hakuna hatari ama uovu wowote, na pia wewe haujakwaruzwa. Bwana asifiwe. Nimepea hadithi ilipeanwa na shosho mmoja, alikuwa na wasichana, na wasichana wakakuwa wamemtembelea, na akaona ni kwamba wamelewa kama vile tulichezewa drama hapa asubuhi. Na akaona akawahurumia, akaona hawa watoto wanaweza kosa kufika kwenye wanaenda. Akawaambia kujeni tuombe, na ninaomba kwamba Mungu atembee nanyi ili awalinde, kwa sababu vile mko sioni mkiwa sawa. Msichana mmoja akatoa maneno, niposa nimekuja kuwaambia nguvu ya maneno. Msichana mmoja akaambia shosho yake, sasa unasema twende na Yesu ama twende na Mungu, atakaa wapi? Na unaona vile tuko wengi tumejaa. Huyo Yesu wako labda akae kwa boot. Na yule nyanya aliwahurumia, lakini niliwaambia mimi kwangu mwenyewe, mimi ni nabii wa kwanza wa maisha yangu na pia mchawi wa kwanza wa maisha yangu. Kile kitu ninanena kujihusu mimi mwenyewe ndio inaleta matunda yale mengi kuliko yale mambo watu wengine wananena. Walipotoka na wakasafiri, ukasemekana kuna ajali mbaya sana imetokea, na wale wasichana walikuwa wameangamia wote. Lakini surprisingly, kwa buti ya hilo gari halikuwa limeguzwa hata kidogo, na ndani yake kulikuwa na mayai. Hakuna yai hata moja
lilikuwa limevunjika. Kwa sababu Yesu alikaa wapi? Alikaa kwa boot. Pahali unaweka Yesu katika maisha yako, it is very important. Bwana asifiwe. Unapofungua kinywa chako kuongea, jiulize unasema nini. Bwana asifiwe. Niwape point 5 ndio niketi, ndio tuingie kwa hiyo session nyingine. Key aspects of the power of words. Key aspects of the power of words. Tumeandika hiyo. Nataka tuende kwa haraka tumalize. Number 1, constructive, destructive force. Words can bring life or death, acting as profound force to build up or harm individuals. Nitarudia. Words can bring life or death, acting as a profound force to build up or harm individuals. Number 2, sitaki nielezee, enda na mimi uandike tu kwa haraka, alafu utasoma baadaye. Influencing reality and beliefs. Words shape thoughts and change how people perceive situations, defining reality and affecting self-identity. Words shape thoughts and change how people perceive situations, defining reality and affecting self-identity. Number 3, ni yenye tumetoka kwa neno biblical significance. Scriptures highlights that words are so crucial that people will account for them. Hapo kidogo. Scripture highlights that words are so crucial that people will account for them. Ina maana yale maneno ambayo huwa unasema, siku moja utasimama kwa kiti cha hukumu kwa ajili ya hayo maneno. Haleluya. Bwana asifiwe. So usidhani hiyo maneno unaongea hata kama ni mbaya inakudhuru wewe tu ama mwenye umeelekezea. Inadhuru wewe kama umejitabiria mabaya, kama vile nimemaliza kupeana hadithi. Na pia kama umemtabiria mwingine mabaya, unaweza kuta pia imemdhuru. Lakini pia wewe siku ya hukumu utapeana sababu ya yale maneno. Haleluya. Kwa hivyo ndiposa tumesema neno lolote lisitoke, neno lolote ovu lisitoke katika kinywa chako. Hiyo ina maana with emphasis of using words for encouragement rather than unwholesome talk. Tujifunze kunena mambo ambayo ni ya kutiana moyo, maneno ya kuinua, maneno ya kuendeleza, badala ya kunena mambo yasiyofaa, maneno ya kumaliza, maneno ya kuangamiza. Tusikubali hayo ya maneno yatoke katika vinywa zetu. Hiyo lingine ni kwamba healing and wisdom. Gracious word can be a source of encouragement and healing to the bones. Gracious words can be a source of encouragement and healing to the bones. Lile neno ambalo limenenwa mzuri linaweza kutia mtu moyo na pia linaweza kuponya hadi mifupa. Haleluya. Bwana asifiwe. Wakati unanena, jua hiyo maneno kama inaponya mtu ama inavunja mtu. Ya mwisho ni kwamba intentionality. Hallelujah. Choosing words carefully and avoiding reckless speech is crucial for positive impact. Choosing words carefully and avoiding reckless speech is crucial for positive impact. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Vijana, Bwana asifiwe. Are we here? Kuna kitu tunalan. Yale maneno unaongea vile ungataka maisha yako yakue. Hebu kutoka leo na kuendelea, hebu anza kuumba kile ambacho ungependa. Kama unataka marriage mzuri, hebu anza kuongea about good marriage. Kama unataka maisha iko na kagari na kagorofa ka nyumba hivi ati unatoka pahali juu na shamba ambayo ni kubwa, uko na nyumba yako na servant quarters, hebu anza kuongea hayo maneno. Mambo ya kusema kwetu kulikuwa
By the way, mimi nikiangalia nyinyi watu wengi wenye wamebakisha miaka 15 wafike 30 ni wachache sana. Na wacha niwaambie kitu moja. Huwa tunaongelea sana background ya kwenye tulitoka. Lakini niwaambie ya kwamba background inafikaga miaka 30. Wakati mtu amefika miaka 30 kuendelea, now you become the background. Kuna generation ambayo sasa inaitwa yako na ambayo sasa inangoja pia uipe background. So kama wewe umeishi kusema kwetu kulikuwa, nimewaambia kwetu hakukuwa shamba, kwetu hakukuwa kitu, lakini sasa mimi kwanza mimi niko na gari yangu, my brother ako na yake, my sister anaishi kwake. Tuko wengi, mtu ametoka tu anakuta anaishi kwake na hatuna masomo. Sababu Mungu ametusaidia, tumekubali kwamba tunaweza kuwa background. Sasa mimi ni jukumu langu nitengenezee watoto wangu yale maisha nilikuta hayakutengenezwa na wazazi wangu. Mimi niweze kujitengenezea. Bwana asifiwe. Mwenye amenena mbele yangu aliwaambia ya kwamba kuna mambo wazazi walitenda na sisi tunaweza kurekebisha. In fact mimi huambia watu kama kuna mambo mabaya yalikuwa yanatendeka kwa jamii yetu, wewe mwenye uko uhai ndio uko na haki ya kurekebisha. Na mimi nasemanga mimi ndiye nitakuwa wa mwisho. Nitazuia hizi vizazi ziko mbele yangu kupitia matatizo niliyopata kwetu. Sababu kutoka mimi kuendelea nitatengeneza uzao uliobarikiwa. Bwana asifiwe. Unasema mimi nilikuta kweli kwetu hakukuwa, kweli kwetu watu wako wanafanya, lakini from mimi kuendelea nitaumba generation ambayo imebarikiwa. Hallelujah. Nitaumba generation ambayo iko na kile kitu mimi huwa ninatamani. Nitaondoka hiyo sehemu ya kushinda nikisema wazazi wangu hawakunisaidia, watu wetu hawakunifanyia. Sasa niko nafasi ya kufanya. Mimi nifanye ili watoto wangu wakikuja wasilalamike kama mimi vile ninasema si kufanyiwa, wakuja waseme my dad was responsible, my mother was responsible. Kuna mambo tunaulizanga wazazi sijui wengine wakifanya, wewe ulikuwa unafanya nini? Ni jukumu lako sasa kuchukua hatua na kuanza kufanya mambo yanayofaa ili ile generation inakuja nayo iseme my dad alishughulika, my mom alishughulika. Bwana asifiwe. Tusimame kwa miguu yetu. Tusimame kwa miguu yetu. Haleluya. Ninataka ufungue kinywa chako uambie Mungu, nimekuwa nikiongea mengi, nimenena mengi, lakini Mungu unisaidie. Nilinena bila kufahamu, nilinena bila kujua, lakini sasa Mungu umenisaidia kujua nguvu iliyo katika maneno, na unisamehe yote ambayo nimenena kinyume. Na kutoka leo na kuendelea, Mungu unisaidie kunena maneno yanayofaa. Unisaidie kunena mambo ambayo yanakupendeza. Mungu unisaidie kujua makusudio yako juu ya maisha yangu. Mungu unisaidie kujua uliniumba ili nifanye nini, kwa sababu wewe unanipenda sana na unaniwazia mawazo mema. Ninajua una mawazo mema juu ya maisha yangu. Nisaidie kujielewa, nisaidie kufocus na kujua yale yananihusu, yananifaa mimi kufanya katika jina la Yesu Kristo. Sikia sasa, hautanyamaza. Fungua kinywa chako na unene na Bwana. Fungua kinywa chako wakati huu, kwa sababu ndiposa Mungu ametuleta mahali hapa ili kwamba turekebishe yale tulikuwa tumetenda vibaya na tuingie katika laini ambayo inayofaa, na kutoka leo tuanze kuumba kama vile Mungu aliumba mambo. Fungua kinywa chako na unene na Mungu. Baba yetu, tunakuja mbele zako mchana wa leo. Ni mambo mengi ambayo tumenena na sisi Bwana hatukujua. Hivi leo umetunenea ya kwamba kuna nguvu katika maneno, na ndiposa tumekuja kutumbu yote ambayo tulinena kinyume na wewe. Na tunaomba kutoka leo utufungue macho ya ndani ili Bwana tuweze kujua mausia yako juu ya maisha yetu, na tuweze kunena kulingana na mapenzi yako, tuweze kutenda kulingana na mapenzi yako. Baba, uinuliwe na uhimidiwe, maana wewe ni mwema na ni mwaminifu. Tunakushukuru na kukuinua kwa sababu ya ufahamu huu umetuletea siku ya leo. Baba, tunaomba utupe Roho wako Mtakatifu ili atuongoze na atusaidie, ili tunapoendelea vinywa vyetu hazitanena ukaidi, vinywa vyetu hazitanena mauti, bali zitanena uzima wako, zitanena kutiana nguvu katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni mwema Bwana, wewe ni mwaminifu Mfalme. Tunakushukuru na kuinua jina lako. Ni asante kwa upande huu umetuleta ili Baba tukashiriki neno lako, ili Bwana tukakujua wewe na kujua nguvu iliyo ndani yetu. Tusaidie Bwana na utujaze tena. Tusaidie Bwana na utuongoze katika jina la Yesu Kristo. Uinuliwe, uhimidiwe Bwana. Wewe ni mwema na mwaminifu. Hakuna kama wewe Bwana. We give you all the glory. We give you all the praise. We give you all the glory. We give you all the praise. In the name of the Father and of the Son and that of the Holy Spirit. Can we clap a holy clap in the name of Jesus? Shangilia Yesu kwa makofi. Hallelujah.
Shangilia Bwana kwa makofi mazuri. Tunapoingia kwa wimbo moja wa sifa tukimaliza. Haleluya, kila moja asimame tuimbe sifa moja tukienda kumalizia. Na kutoka leo kuwa kiumbe kipya. Nena ya kwamba inawezekana. Hali zote zikisema iwezekani, wewe unasema with God all things are possible, and it is with God, not for God. With inamaanisha ni mimi na Mungu. Mimi nikiwa na Mungu ninaweza kufanya mambo yote. Haleluya. Haya. Haleluya. Wapi makofi kwa Yesu? Yeah. Haleluya. Nigutegera ngatho nguhake na miromo ya kanua gaka gakwa mundu iriuruite okahotana niguoko waku niguo kuhota. Nigutegera ngatho nguhake na miromo ya kanua gaka gakwa mundu iriuruite okahotana niguoko waku niguo kuhota. Ni murugamia waku ria kwererekai wasiki mwana ni utwekaga utheri makinya mako maigite harayai muwacagire rwaro-ini rwaihi murugamia waku ria kwererekai wasiki mwana ni utwekaga utheri makinya mako maigite harayai muwacagire rwaro-ini rwaihi. Hallelujah. Aisiraeli makinyotokera Narutha juka Musa kauthikai maundu mega no nginya meke. Ni murugamia waku ria kwererekai wasiki mwana ni utwekaga utheri makinya mako maigite harayai muwacagire rwaro-ini rwaihi. Uthamaki ũciaragĩrwo ruo-inĩ nĩ ruo rũgemetie thũmbĩ yakwa njeretio ta thahabu nĩnĩmbĩ-inĩ kĩrathimo gĩakwa ndĩthogorete mũrũgamia wa kĩũrĩa kwererekai wasiki mwana ni utwekaga utheri makinya mako maigĩte harayai muwacagĩre rwaro-inĩ rwaihi mũrũgamia wa kũrĩa kwerereka wasiki mwana ni utwekaga utheri makinya mako maigĩte harayai muwacagĩre rwaro-inĩ rwaihi. Ndigũkena ndigũkena na kũgaca ihinda rĩrĩ rĩa mũrema hĩndĩ matana. Ndigũkena ndigũkena na kũgaca ihinda rĩrĩ rĩa mũrema hĩndĩ matana. Tiga niwe tukiriki tukĩrĩa ũtũngĩtanagia na ũithe wa maroho maitũ. Tiga niwe tukiriki tukĩrĩa ũtũngĩtanagia na ũithe wa maroho maitũ. Ndigũkena ndigũkena kũgaca ihinda rĩrĩ rĩa mũrema hĩndĩ matana. ndigũkena ndigũkena kũgaca ihinda rĩrĩ rĩa mũrema hĩndĩ matana. wapi shangwe kwa Yesu. Ni manene maundu matari mono Mwathani munene ni mandekite manene. Ni manene maundu matari mono Mwathani munene. Ndigũkena ndigũkena na kũgaca ihinda rĩrĩ rĩa mũrema hĩndĩ matana. ndigũkena ndigũkena ihinda rĩrĩ rĩa mũrema hĩndĩ. Wapi shangwe na vigeregere kwa Yesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shangilia huyu Yesu kwa shangwe na ndelemo na vigeregere. Hallelujah. We give God all the glory for such a wonderful moment
that he has given to us. Tunamshukuru Mungu sana, ametupa wakati mwema, ametubariki na amemtumia mtumishi wake Karaja na ametuelezea kuhusu nguvu iliyo katika neno. Natumai hata nawe siku ya leo utabadilisha nia yako kuhusu vile unatumia maneno yako. Jitabirie baraka, tabiria wengine baraka, manake Mungu ametuita na akatuita watumishi, na kazi ya watumishi ni kubariki. Haleluya! Bariki maisha yako, bariki maisha ya wengine, naye Mungu atazidi kutembea na wewe, and he will take you from one level of glory to another. Each and every moment God will keep on raising you up, because he has purposed to do that for you. Hallelujah. For I know the plan that the Lord has for me is only for good and not for evil. Hallelujah. Tumpigie Yesu makofi. Thank you. Mungu akubariki mtumishi Karaja. And thank you for all of you for your concentration and for your obedience in every moment. Tunaenda vizuri. Na ukihisi unasikia kuna presence nyingi ya Mungu, na tunazidi kubarikiwa. Hallelujah. I'm telling you for sure, it will never be the same again to you. Hallelujah. Angalia mwenzako, mwambia haitakuwa vile tena. Already umehamishwa, sababu umepokea neno ambalo umesikia. Hallelujah. Ngai ahũthĩraga kiugo gĩake gwĩka atĩa? Gũcenjia maũndũ. Mwathani agocwo. Ndĩrenda kũmwĩra maũndũ ta merĩ tu, alafu tũthiĩ lunch break. Number one, nimeona a situation whereby mwalimu akiwa hapa, kuna mtu ako very daring, anaweza toka tu katikati ya wengine comfortable, akatoka tu nje akarudi vile anataka. Bwana asifiwe. Na hiyo tulikataa. Ukiingia kwa class, hiyo phone yako uizime mpaka tumalize class. Sawa sawa. Tuko na haja na wewe sana kuelewa kitu na wewe kubadilika. It is to the glory of God. Sio to the glory of the teacher or somebody else. It is to the glory of God. Tumia hiyo time kuheshimisha Mungu wako. Mungu akiinuliwa atakubariki. Sawa sawa. Kwa hivyo narudia tena, tusitumie phone wakati tunahudumiwa, ama kutoka tukiingia wakati tunahudumiwa. Tumeweka muda mchache sana. It's in fact less than 1 hour. Hakuna mtu anaweza shindwa kuvumilia hizo dakika. Si ndio hivyo? Na ndio tunawapea breaks nyingi ili all the time uko comfortable, ili ukaweza kufundishwa na kuelewa. Hilo ni jambo moja. The other thing, we are subject to changes. Na niliwaambia hivyo kwa program zetu, we are subject to changes, na sisi ni watu wa kutii mwongozo. Tukiongozwa na Mungu, na vile vile tuko na archbishop wetu, naye anaongozwa na Mungu, na vile vile sisi anatuongoza. Sawa sawa. Na mimi nikija hapa na wapea directives, na nyinyi mnatii mwongozo. Si ndio? Tukienda hivyo zote tuko sawa, na tumekanyangia katika baraka za Jehova. Hallelujah. Kwa hivyo the next stages yenye tutakuwa nayo ni jioni, wakati tunamalizia lessons zetu. Unaweza kuta hatutafanya labda presentations, na labda hata games zenye tumezipanga zote na nini hatutafanya. Sawa sawa. Ni kwa sababu kuna stages tutafanya. We will include our Mulata TV programs in this teaching. Sawa sawa. Kwa hivyo saa 1 jioni ya leo tutakuwa na hambali itasomewa hapa, na wenye wanasoma hambali na vile vitu zote wanafanya, all the arrangement, they will do it as you observe, and I believe you will learn something out of it. For the purpose of your motivation and drawing you close, we will do that for you. That is what is packaged for you. Saa 1 habari itasomewa hapa,
na vile vile saa 3 itasomewa hapa. Utaona ni watu kama wewe, ni watu wamepitia mambo kama wewe, na Mungu amewawezesha kufanya kitu. Kwa hivyo hata wewe utajua wewe sio bure. Haleluya. Vile vile siku ya kesho, time zenye tumepangia mambo ya games and all that sitakuwa affected. Vile vile kuna hii program tunaita muthingi wa muturire. Bwana Yesu asifiwe. Inakuja saa ngapi? Aya, kuanzia 4. Kuanzia 4 kesho, hata tukirani programs zetu tutasqueeze kidogo, ili by 4 hiyo program itakuwa inalan hapa live. Sawa sawa. And out of those programs, I know you will learn something very great, na itakusaidia. Kuna wengi wenu mko hapa mnapenda kazi za media na kuingineko na mambo ya kuigiza and all those kind of thing. You will be given that light and you will borrow a leaf. Hallelujah. Utapewa hiyo mwangaza na wewe utashukua kitu hapo, si ndio? Na itakusaidia kujipanga kwa the next level yenye Mungu anataka kukupeleka. Sawa sawa. Those are the stages we have for now. Na sikiendelea zingine vile vile tutaendelea kuwafahamisha, na nyinyi mkae watu wanangojea na kupokea na kutembea na hiyo baraka, na maisha yenu itazidi kuwa mazuri na mazuri, itazidi kulebeka. Haleluya. Mungu wetu awabariki. Jipigieni makofi kwa kusikiza na kwa vile kutii, na vile kutii. Halafu sasa usimame tukaelekee kwenye lunch. Wacha leo niombe chakula. Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru ni kwa sababu umetulisha chakula ya kiroho. Na leo sasa tunaamka tuende tukapokee chakula yetu ya mchana, ili ikaweza kutia miili yetu nguvu, tukaweza kuendelea kutumikia injili yako, Bwana wa majeshi. Naomba ile chakula ukaweza na kuibariki wote ambao wametumika katika kuitengeneza, ukawabariki. Na wale hawana Bwana ukaweza na kuwakumbuka. Zote tunakushukuru kwa fursa hii. Wewe yu mwema, na ni katika jina la Yesu tuomba na kuamini. Amen, amen, amen. Twende tukakule na mbarikiwe. Tuweze kurudi hapa saa 8:15. Saa 8 na dakika 15 ndio tutaingia kwa the next lesson, na hicho kipindi mtaongozwa na Pastor Dan, na najua atawapeleka tu vizuri mpaka siku yote, na mbarikiwe.